Hebu jaribu kuangalia hili. Yaani kila baada unapomaliza hedhi, kila baada ya siku kadhaa, unajikuta unakuwa na dalili za mimba sana. Yaani unajaribu kupima, unakuta hauna ujauzito. Unajikuta tena unasema ngoja kwanza nisubirie hedhi kama itakuja. Lakini baadaye una miss period kwa muda fulani, ila baada ya wiki moja, wiki mbili, unaona hedhi imerudi tena kama kawaida na bado umepima mimba, unaonekana kwamba kwenye kipimo hakuna ujauzito. Hebu ona ile hali ambayo unayopitia, yani ile huzuni unayopitia, namna unavyojidharau na kujiona kwamba wewe sio mwanamke. Muda mwingine basi jitahidi uwe tu unamshukuru Mungu. Mshukuru Mungu basi hata kwa ndoa ulionayo. Basi mshukuru Mungu hata tu kwa ule uwezo wako, hata tu wa kupata ile hedhi kawaida. Kwa sababu kuna mwanamke mwingine ambaye sio tu kukosa ujauzito, hata ile hedhi yenyewe pia haipati. Lakini pia kuna mwanamke mwingine ambaye hata ile ndoa ambayo wewe ndio inayokupa stress ya kutaka kubeba ujauzito kwa haraka, yeye hana. Basi kumshukuru Mungu na atafanya wepesi na utafanikiwa tu kubeba ujauzito kama wanawake wengine. Na ndio maana yake napenda kusema kwamba nipo na katika safari ya kuitwa mama. Hata wanawake wengi ambao ninawasaidia, sio wote ambao wanahitaji matibabu ya moja kwa moja. Wengine huwa wanahitaji tu kuelekezwa, lakini pia wengine wanahitaji kutiwa tu moyo na wafanikiwe tu kubeba ujauzito kama wanawake wengine. Na wengi wao hata sio kwa ajili ya matibabu, bali tu kutiwa moyo pale ambapo wamehisi kukata tamaa.